Kama ulivyosema katika hitimisho langu, umeshauri mamlaka rais ateue, lakini akitaka kutengua au akitaka kubadilisha, bunge lipewe taarifa na lijadili. Mimi nadhani hoja hii, baba askofu, ni hoja ambayo inapaswa wewe kuipeleka bungeni na kuirudisha tena bungeni, kwa sababu bunge ndiye lenye mamlaka ya kutunga sheria. Umezungumza kuhusu mishahara ya wanajeshi, maslahi. Hivi vitu vyote vinapita bungeni, ambako wewe ukija kuongea na waandishi wa habari ulijivua nyadhifa zako zote. Nadhani moja kati ya maswali waandishi wangekuuliza ni hilo: kwa nini ukushawishi bungeni haya unayoyataka yafanyike? Jeshi letu lipewe nafasi ya kufanya miradi mikubwa. Jeshi linafanya miradi mikubwa. Leo ukienda Suma ya taifa ni kukifanya kilimo kiwe sehemu sasa ya kuboresha na kuimarisha maisha ya Watanzania, kutoka kuwa na kilimo kile chakula tufanye kilimo cha biashara. Nenda Chita JKT, wana mashamba ya mpunga, wanamwagilia mpaka kwa zile drones zile. Nenda Ruvu JKT, nenda maeneo mbalimbali. Jeshi letu liko kwenye miradi ya kuzalisha mali. Sema tu kiwango kinachofanywa sio kama kile cha jeshi la Misri na majeshi mengine makubwa, na sisi safari ni hatua, tutafika huko. Mimi nimeona uchungu wako, nimeona ulichokiongea. Nihitimisha na mimi kwa kukushauri sasa, kama ambavyo wewe umetumia nafasi yako ya ushauri, naomba na mimi nitumie nafasi yangu kukushauri. Na mengi sana. Ulisema una orodha ya majina 83. Mimi na orodha hapa ya tangu Mwalimu Nyerere. Lakini pia nina orodha ile uliokuwa nayo wewe, ambayo wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliitoa, waliitumia, na mpaka familia za wale watu zikaenda kuongea. Kwa nayo tayari wenzetu wa Chadema walishaisema. Taarifa ulizokuwa nazo tayari Mheshimiwa Rais alishazitolea maelekezo. Sononeko yako tayari Chama cha Mapinduzi kilishaelekeza kupitia taarifa ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa chama. Yote uliyoyaongea katika presi yako ya kwanza yana majibu, yalishajibiwa. Lakini ulikuwa na nafasi ya kupata majibu mengine zaidi, kwa sababu katika nafasi yako ya ubunge unakutana na waziri wa mambo ya ndani, unakutana na waziri wa ulinzi. Nilitamani hawa ndio wawe watu wa kukupa taarifa, na taarifa zao nadhani zingekusaidia sana. Sasa mimi nimalize, nihitimishe kabisa. Mimi ni msemaji, naongea. Na kama hujui askofu, mimi nilikuwa msemaji wa Yanga. Huwa nikiongea naongea kweli kweli, na mimi kwa nafasi yangu. Lakini pia nilikuwa kwenye media huku. Najua how to create news, najua kuandaa habari, kutengeneza habari, proximity, accuracy, 5W+H, punchline. Nimeishi huku, na kama ulikuwa hujui, mimi ndo nilikuwa mwandishi bora wa Tanzania wa kwanza tangu tunzo za umahiri wa uandishi wa habari zianze kutolewa na wenzetu wa Media Council of Tanzania, MCT. Mimi ndo nilikuwa namba 1 Tanzania nzima, nikipata tuzo 3. Kwa hiyo kwenye uandishi huku kidogo na mimi nimo. Tunaweza tukaongea sana muda mrefu. Mimi nihitimishe tu kwa kukushauri. Cha kwanza, ushauri wangu baba askofu, kama ambavyo umeishauri serikali, nami nadhani naweza nikakushauri. Ni muhimu sana
baba yangu, kujifunza kutambua nyakati na majira tulionayo sasa. Wewe kwa upande mwingine ni kiongozi wa dini, na katika vitabu vyetu vitakatifu Biblia wamezungumza sana kuhusu nyakati na majira. Yako majira, nyakati na majira ya kupanda, yako nyakati na majira ya kulima. Hebu angalia maneno yako unayaongea kwa nyakati gani? Na kwenye hoja yangu hii ninayokushauri, maneno yote uliyoyaongea juzi ulikuwa na nafasi ya kuyaongea bungeni. Kama sio kuwasha maiki ukaongea tukakusikia, ulikuwa una nafasi pia ya kuchangia kwa kuandika kama anavyofanya Luhaga Johnson Mpina, mbunge wa Kisesa. Lakini ulikuwa na wakati mzuri sana wa kuyaongea haya yote katika vikao halali vya chama ambavyo wewe ni mjumbe mzito kweli. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa ambao of course ndio mkutano wa mwisho kimaamuzi, lakini wewe una vikao vingi zaidi yangu mimi. Lakini nataka kuamini kama umeongea walikupa majibu. Nataka kuamini kabisa. Na kama hutaki kuaminiana na mimi kwamba uliongea na ukanyimwa majibu, mimi nitayatafuta walikujibu nini kwenye vikao. Najua kama uliuliza ulijibiwa. Utaratibu wa Chama cha Mapinduzi, kila swali linalouliza linapewa majibu. Utaratibu wa Bunge, kila swali linalouliza Spika anatoa muda kwa mawaziri kwenda kuandaa kutafuta majibu ya hoja na majibu ya kama ulipata nafasi ya kuuliza. Katika hii hoja yangu ya kukukumbusha kutambua majira na nyakati, niko hapa kukuambia huu sio wakati wa kuanza kutengeneza drama za kutuondoa kuelekea uchaguzi mkuu. Huu ni wakati taifa linatakiwa lijielekeze kwenye kujiandaa kuchagua viongozi mapema mwezi Oktoba. Haya ndiyo majira tulionayo. Sasa hivi hatuko kwenye majira mengine baba. Tuko kwenye majira ya kujiandaa kumtafuta rais wa Tanzania. Tuko kwenye majira ya kujiandaa kuwatafuta wabunge na madiwani. Sasa hivi tuko retreat. Ndio maana unaona tume imeanza zoezi la kuandikisha. Ndio maana umeona Chama cha Mapinduzi kimeanza kujipanga. Ndio maana umeona wengine nao wamekwenda na no reform, no election. Ndio maana unamwona Hashim Rungwe naye anaendelea kusajili watu wa kula ubwabwa. Haya ndio majira na nyakati zake. Tusitengeneze hivi vitu kwa sasa baba. Najua kama raia ndio maana ulitoka ukajivua kofia zako ili upate nafasi ya kuongea. Lakini bado niko hapa kukwambia haya sio majira yake. Lakini niko hapa kukukumbusha wewe ni mbunge wangu. Cheo cha ubunge umekipata kikatiba. Huwezi kujivua cheo cha ubunge kwa muda ili uongee na vyombo vya habari. Baba yangu, listen to me. Listen to me. Nisikilize tu kwa unyenyekevu. Naongea kwa lugha nyepesi baba yangu. Ulivyokwenda kuomba ubunge, ulikwenda kufunga mkataba, ulikwenda kufunga ndoa. Sisi Wakristo baba, ndoa ni moja tu. Hakuna kuachana. Ukienda kanisani, ukilalamika kwa mjane, ngombe vumilieni, ndio ulisema katika shida na raha. Kwa naamini katika hili huwezi kujivua nafasi yako ya ubunge hata dakika moja, kwa sababu bado ni mbunge. Na hata kama ukitaka kujivua, basi tusaidie kutoa maelekezo kwa spika. Ile siku 2 umejivua, basi aminya na posho, japo najua wewe una hela, huhitaji posho na uko limited. Ushauri wangu wa pili, kwa sasa unajitokeza huku ukijivua nyadhifa zako. Mimi nakushauri tu kwa unyenyekevu. Nimetazama press conference yako, ulishika orodha. Naomba nisikilize sana hapa. Naomba nisikilize vizuri hapa baba yangu. Ulishika orodha ukasema una majina ya majina kama 80 na kitu. Na katika orodha ulioshika ukasema
Hii ni kuanzia mwaka 2024. Nataka nikushauri, kama una jambo na Rais Samia, mfate, omba kuonana naye. Mfate, mwambie mama, mimi na jambo na wewe. Hiki unachotengeneza ni kumshambulia rais hadharani. Hivi baba, kwa busara tu ili usionekane unamshambulia Rais Samia, ulishindwa hata kuchukua orodha basi ya majina kuanzia kule kwa Magufuli, kwa Kikwete, kwa Mkapa? Kwani umesahau hata kwa Mkapa wakati wa uchaguzi, ngunguli na ngangali? Umesahau kuna wenzetu wa Zanzibar walikimbia wakiwa wanaenda Mombasa, helikopta ikawafuata sijui kule kwenye maji, walifariki ndugu zetu wengi tu. Hivi si ungebeba basi hata na hiyo orodha, ukasema jamani, nataka kuwatambua hata wale ambao walipata changamoto wakafia kwenye maji. Why ubebe orodha ya 2024? Unamtafuta nini Rais Samia? Nataka nikwambie, nataka nikushauri mzee, nataka nikushauri kwa hekima na busara. Tunajua rais ni binadamu kama ulivyosema, anakosea. Tunajua rais naye kuna saa anahemewa, lakini mzee, sisi tuko kwa ajili ya kumlinda rais wetu. Sisi tuko kwa ajili ya kumpigania rais wetu. Leo nimekuja kukwambia, hebu kaa sawa sawa. Naogopa kukujibu, nitakukosea adabu. Naogopa kushindana na wewe kwa sababu najua mashindano yako, najua unapenda mashindano, najua umeshashindana na watu wengi sana huko ulikotoka. Mimi sitaki kuingia kwenye mtego wa kushindana na wewe. Niko hapa tu kukushauri. Kama kweli umediriki kujivua nafasi yako ya ubunge, kujivua nafasi yako ya uaskofu, kujivua nafasi yako ya ujumbe wa kamati mbalimbali za CCM, na ukasema unakwenda kuongea kama raia kwa lengo tu la kushindana na Rais Samia, Biblia inasema yatupasa kutii mamlaka, maana mamlaka hii yatoka kwa Mungu. Na wewe unajua huu mstari. Hata kama rais wetu ni wahovyo kiasi gani, lazima tumtii. Kazi yetu ni kuomba kwa Mungu. Na nadhani kwa nafasi yako, kabla hujajivua kofia ya uaskofu wa makanisa ya Uzima na Ufufuo, ulipaswa usimame kwenye damu yako, kama ambavyo umesimama kwenye damu yako ya kutumia haki yako ya katiba na sheria ya uhuru wa kuongea. Nilitamani sana usimame kwenye nafasi yako kama askofu kumwombea Rais Samia. Nadhani badala ya kuongea sana, nadhani ungetumia nafasi yako kumwombea rais. Hata kama basi kuna lolote unahisi analifanya kwenye haya mambo, hebu geuza basi, hebu geuza hilo wingu, hebu omba kama unavyoomba kufukua misukule, hebu omba kama ulivyotuahidi utamfufua Kanumba, hebu omba, tuombe baba, hebu tuombe. Inawezekana kwenye maombi baba utekaji ukaisha, inawezekana kwenye maombi tukaomba damu zisimwagike, inawezekana kwenye maombi tukaomba kila kitu kikaenda vizuri, inawezekana kwenye maombi tukaomba mabomba yakatoa asali na maziwa, inawezekana kwenye maombi tukaomba mbingu ikashuka, uwepo ukashuka, mtu anataka kuchukua kisu na panga akashindwa kwa jina la Yesu. Inawezekana tukiomba. Baba, mbona mnaombea watu? Mbona mnawapa watu mafuta ya upako? Mbona unafukua? Ulikuja kwangu Ikungi misukule ikatoka. Kama tunatoa misukule leo, kwa tunashindwa kumwombea rais wetu? Kwa tunashindwa kuombea vitendo vya utekaji viondoke? Biblia inasema hakuna jambo gumu Mungu alisiloliweza. Hakuna jambo Mungu asiloliweza. Nawe ni askofu wetu, unajua kabisa hakuna jambo Mungu. Hivi kwa nini usiombe? Kwa nini unatumia muda mwingi kuzunguka kumnanga rais, kumsema rais, kumbagaza rais? Hivi kwa nini unatumia muda mwingi kusema? Kwa nini usitumie muda mwingi kuomba? Shandarika baba, sijui niseme nini. Mimi sitaki kunena kwa lugha, sitaki. Baba yangu Gwajima, niko hapa kukushauri. Muda unaotumia kumsema rais wetu, tumia muda huu kuomba. Biblia inasema na haja zenu zijulikane mbele yake.
Hey, listen to me. Nisikilize bwana. Nisikilize na mimi nikupige injili. Nisikilize na mimi nikuhubirie. Nina nafasi ya kukuhubiria mzee Gwajima. Sikiliza. Mungu anasema na haja zenu zijulikane mbele yake. Sio kelele. Lete haja yako. Twende kwa Mungu tumwambie Mungu, haja yetu ni vitendo vya utekaji viishe. Mungu anasema njoni kwangu tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nini tumefanya kwa Mungu asichoweza kulirehemu taifa la Tanzania? Tumekosea wapi? Tumekosea wapi Mungu asitusaidie kama taifa la Tanzania? Tumetokea wapi watu kama Kibao wasife tena? Tuko wapi? Viongozi wa dini tuko wapi? Gwajima, umefanya press conference, umejivua waskofu wako ili umnange Samia. Oh, no way out. Tutasema. Mimi I don't care. Nilipata heshima kwa taifa hili. Mimi Mchaga wa Machame, nimezaliwa familia duni, nikasoma, nikawa huko. Nimepata nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya. Nimetumika miaka yangu 5, nikapewa na kabonus. Nimemaliza, nimekwenda kusoma. Nisisimame kumtetea rais wangu? Hapana, nitasimama kumtetea. Lazima nilipe fadhila na shukurani za mimi kuonekana. Samia aliingia madarakani, nilikuwa Arumeru. Samia alinitoa Arumeru akanipeleka Ikungi. Alinipa heshima. Aliniheshimisha. Na mimi leo lazima nimheshimishe. Na mimi leo lazima nimwambie mama hapana. Watanyamaza wote, sio mimi. Nimenufaika na serikali kama unufaika na amani iliyopo, kama ulivyonufaika na amani iliyopo. Nikikuona kwenye ile hama yako, hama lile ukizunguka, unazunguka kwenye amani. Huzunguki kwenye damu za Watanzania. Ukiliendesha lile, baba yangu Gwajima, umesahau. Ulifanya mikutano nchi nzima. Twendeni kwenye YouTube. Twendeni kwenye Instagram ya Gwajima. Alizunguka nchi nzima. Ulipita kwangu Ikungi, ukashika hivi tukazungusha hivi, zungusha Samia. Tukazunguka tukaimba Samia. Clip zipo, labda uzifute leo Instagram yako. Ulizunguka nchi nzima kuwaaminisha watu kwamba Samia ni rais mtendaji, na ukasema huyu ni rais tumepewa na Mungu. Leo Mungu gani? Kwa nini Mungu ametupa kisogo? Kwa nini Mungu ametuacha? Kwa nini Mungu ametuacha? Hebu tumgeukie Mungu. Kama ulivyosema, ulitoa mfano wa Abduli. Ukasema, hivi utajisikiaje kama Abduli akitekwa au Abduli akikamatwa? Hakuna mtu anayetaka mtoto wake akamatwe au atekwe. Hivi mimi niko hapa, na mimi ngoja basi niseme, hivi najiulizaga sana. Hivi kwa nini tukienda kanisani, tukitaka kujenga kanisa, tunaambiwa tutoe sadaka? Na Rais Samia anachanga. Kachanga kwa Masanja, kwa Kuhani Musa, huko kwingine itakwako nadhani alichanga. Sisi tulichanga, tukajenga kanisa. Hivi ushe kujiuliza kwa nini muumini akitaka kujenga nyumba, badala ya kanisa kumchangia kumjengea nyumba, linamwambia njoo tukuombee? Hivi ushe kujiuliza kwa nini askofu akitaka kununuliwa gari na usharika, waumini wanachanga na kununua gari, lakini muumini akitaka gari tunamwambia toa sadaka, kanyaga mafuta, chukua maji, nenda, gari litashuka. Tuna changamoto zetu bwana kama taifa. Tujielekeze kumwombea rais. Mimi niombe chama chetu cha Mapinduzi. Najua katibu mkuu alishatoa maelekezo. Najua katibu mkuu alishasema. Kwa sasa askofu, ninakushauri. Kwa sasa ninakushauri, mimi nikiwa mkazi wako wa Kawe, jimbo la Kawe. Mimi nikiwa muumini wako katika Kristo. Mimi nikiwa kijana wako unayenipenda, nikuombe. Una nafasi ya kumuongelea rais. Una nafasi ya kuongelea wanasiasa. Lakini kwa sasa, kwa kuwa tunakwenda kipindi cha lala salama, yani hii kama ni mchezo wa Simba, hii ni second leg, ni fainali ya mwisho ya pili. Tunakwenda kumaliza uongozi. Nikushauri, rudi jimboni Kawe ukatoe majibu kwa wananchi. Rudi jimboni Kawe ukawaeleze wananchi kwa miaka 5 umefanya nini. Rudi jimboni Kawe, jinsi nguvu uliyoitumia ya kufanya mkutano
na waandishi wa habari, naomba utumie nguvu hiyo hiyo, sio kutengeneza michuano ya rede jimbo la Kawe. Hapana, twende tukajibu hoja za wananchi. Mimi nadhani una jambo la kufanya Kawe. Usijivue ubunge sasa kwa sababu bado ni mbunge. Usijivue ubunge sasa kwa sababu bado wewe ni mbunge. Mimi nakushauri turudi Kawe tukajibu hoja za wananchi. Turudi Kawe tukawaeleze wananchi zile boti za uvuvi pale Kawe ziko wapi. Turudi Kawe tukajibu wale vijana tulisema tutawapeleka Ulaya, wamekwenda lini, wamerudi lini na wamesoma nini. Mimi nadhani turudi Kawe ukatuonyeshe greda ambalo umenunua kwa ajili ya kuchonga barabara zetu kule. Hebu turudi, sisi wananchi wako tuna jambo na wewe. Huku tutoke sasa. Turudi kule tukawaeleze wananchi tulichofanya. Mimi nataka nikwambie, mimi mwenyewe nina shida na wewe, turudi kule nyumbani. Na mwisho umesema, najua nimeongea haya watajitokeza. Mzee, mimi nimejitokeza. Na umesema ukirudi, umesema kwenye press yako kwamba ukirudi utarudi kwa nguvu kwa sababu una mambo mengi mazito. Mimi ndo hayo nayasubiri. Alafu ombi langu la mwisho, ikikupendeza unaporudi awamu ya pili, ningependa wewe ukae kwenye podium hapo na mimi nikae kwenye podium hapa, alafu tufanye live. Ile live wewe utalipa nusu, mimi nitalipa nusu. Alafu tukae tuwaeleze wananchi tuna nini cha kuwaambia. Usirudi mwenyewe. Mimi nakuomba kabisa, kama kweli una nia njema na Rais Samia, usirudi mwenyewe, rudi na mimi. Mimi nimemaliza kusoma sasa hivi, nafanya tu thesis yangu. Kwa hiyo na muda, nipo mjini na muda. Unapotaka kurudi, usirudi mwenyewe. Umesema kabisa una mambo magumu, una mambo